mpaka wewe kuiona video hii ujue kabisa kuwa Mwenyezi Mungu amekuchagua, na nitakupa experience ya mahusiano ambayo niko nayo binafsi kwa muda wa miaka 13. Na hii ni video ambayo naitengeneza kwa mwendelezo kwa wale ambao walipata video yangu ya kwanza ya namna ya kukabiliana na hisia za mapenzi kwa kutumia mazoezi. Nisikilize kwa ukaribu sana uweze kutumia hivi vitu vitakavyoweza kukusaidia. Hivi ni practical, sio vitu vya maneno, sio vitu vya motivation. Ni vitu practical ambavyo vinafanya kazi. Sehemu ya kwanza inasema nini? Pattern to unlock bad love relationship. Namna ya kuwa na pattern. Unajua maana ya pattern? Pattern maana yake ni loki, jinsi unavyoichora na kuifungua ili kujitoa katika mahusiano mabaya ya kimahusiano ya mapenzi ambayo umeingia. Aidha ni mwanamke, kuna mtu umempenda na kutesa. Aidha ni mwanaume, kuna mwanamke umempenda na kutesa. Tumia hii theory, itakusaidia. Gen Z ambaye unapapatuka kutafuta mapenzi, be very careful with these things. Takwimu inaonyesha kutoka katika science na kitabu cha psychology kilichoandikwa na Robert Cialdini kinaitwa Influence, inaonyesha kuwa kwa takriban watu 1200 Marekani hujiua kila mwaka kwa sababu tu ya masuala ya mapenzi. Angalia na wewe usije kuwa mmoja wapo watu watakaoweza kujiua kutokana na mapenzi. Tumia hizi patterns za kiroho nitakazoweza kukupa. Ya kwanza inaitwa spiritual suicide. Watu wengi wanajiua kiimani, na yote ni kwa sababu tu ya mtu kampenda mtu kutoka katika moyo wake. Kwani wewe unamtesa mwenzio kimapenzi, kuna ubaya kukupenda? Unafikiri hicho kitu unachokifanya kitarudi kwako? Ni swala la muda tu. That is called karma. Kuna mahali utapata kitu kizuri sana na utateseka sana kwa sababu ya hicho unachomfanyia mwenzio. Unamuua mwenzio kiimani. Wewe unayeuliwa kiimani, angalia vitu hivi. Find a spiritual verse and read it. Find one spiritual verse and read it. Tafuta aya moja katika kitabu chako cha imani na uisome. Kama ni Muislamu, tafuta aya moja ya Qur'ani na uisome. Tumia aya hii moja tu ninataka kufundisha hapa. Kullu nafsin dhaikatul maut. Kila nafsi itaonja mauti. Usikubali roho yako binadamu mwenzio aitese. Kwa nini unaruhusu roho yako binadamu mwenzio aitese? Ana kibali cha kutesa roho yako huyu? What are you doing, my brother and sister? Wewe ana kibali cha kutesa roho yako? Wewe mwanamke unateswa na mwanaume. Wewe mwanaume unateswa na mwanamke, wakati roho yako ni roho ambayo amekupa Mwenyezi Mungu pasina kulipa. Wewe Muislamu, tumia aya hii inayosema kullu nafsin dhaikatul maut. Kila nafsi itaonja mauti. Toka kiroho. Tumia aya hiyo, iseme sana. Mwenyezi Mungu atakuachanisha na huyo mtu ambaye ni mbaya kiroho. Na wewe Mkristo, tafuta verse katika kitabu chako. Tumia hiyo verse. Lakini namba 2, find one prophecy history and keep a relationship with it. Tafuta historia moja ya mitume. Mwangalie Yusufu anavyotupwa katika kisima. Mwangalie anavyoteseka. Anakwenda kuwa waziri, anakaa jela, anapitia majaribu ya mwanamke aliyekuwa anamtaka kimapenzi, lakini anafanikiwa na anakuja kuwa kiongozi mkubwa. Tumia mifano kama hiyo. Mwenyezi Mungu yupo na wewe katika namna yoyote. Haijalishi unapitia vitu gani kwa wakati huu kuhusiana na masuala ya kimapenzi. Umempenda mtu kiimani anakutesa. Weka mfano wako mmoja. Angalia Musa katika nchi ya ahadi alitoka vipi pale. Akaambiwa na Mwenyezi Mungu, tumia ulichokuwa nacho katika mkono wewe. Akapiga bahari na ikafunguka na akapita. Tumia mfano huo na usome sana. Mwenyezi Mungu atakutoa katika janga la hayo mapenzi kiroho. Kumbuka, love is spiritual. Unaweza ukachezewa kiroho wewe na usiweze kujua. Tunakwenda namba 2, mind. Eneo la kwanza ni spirit, la eneo la pili ni mind. List pain and feeling or hating. Emu andika, huyu mtu unayekuwa naye, Jose, huyu mtu unayekuwa naye Asha, kwani ana hasara gani anazonipa katika maumivu? Hisia gani ninazozipata nikiwa naye? Ananitesa kiasi gani jinsi ninavyojichukia au kumchukia? List hivyo vitu. Then nenda kaweke list ya vitu vizuri ambavyo mtu anavyo ili ujue kwamba unastahili kuwa naye au uachane naye. Angalia mambo mazuri ambayo aliwahi kufanya naye. Empathy yake, moyo wake na roho. Angalia joy, angalia vitu vya kiroho ambavyo walivifanya vya kiimani ambavyo vilikuwa vinaonyesha akili yako kuwa huyu mtu ni mtu wa busara. Ukiona kabisa kwamba katika masuala haya listi ya vitu vibaya ni vingi kuliko vitu vizuri anavyokufanyia, usijiulize sana. Huyo ni mtu mbaya kwako. Move on. Kipengele nambari 3 ambacho kinaitwa body. Huyu mtu akianza kuathiri mwili wako physically,
Hii inaitwa physical suicide. Watu wanajiua kimwili. Kuna spiritual and physical. Spiritual, unakufa huku unatembea, unakuwa kama msukule, huna raha ya kuishi. Lakini body unakufa kiroho. Alama zako mbili za kukuonyesha kwamba unaanza kufa kiroho. Ya kwanza, do you eat well as yourself? Je, unakula wewe? Utaanza kukonda. Mtoto wa kike utapoteza 6 figure na mtoto wa kiume utapoteza mwili wako. Lakini namba 2, do you sleep well? Hivi unalala wewe? Huyu mtu akishaanza kufika katika level hizi, unlock, toka hapa. Hii ni bad relationship. Utaanza kukauka, utakonda, utashindwa kufanya kazi zako. Lakini tunakwenda hapo. Binadamu, mimi natumia theory hii, inasema hivi: binadamu ni nyama zilizosimamishwa na mifupa. Nitakuonyesha. Ngoja nikuonyeshe. Umeona hii? Mimi nilipokuwa katika mahusiano ambayo yananitesa, toxic relationship, nilikuwa namfananisha binadamu na hichi hapa unachokiona. Na huu ndio uhalisia. Wewe mwanamke unayetamba sana, hivi ndivyo ulivyo ndani. Hizo nyama zisikuchanganye ukamfanya rafiki yetu akashindwa kuishi vizuri. Wewe ni hichi hapa. Ni mkusanyiko, pelvic bone, hip bone, femur, na nikiwa ni mtaalamu wa viungo na mifupa na kuelewa ni huyu hapa, una coccyx, sacrum, hiyo nyashi uliokuwa nayo iko hapa. There's nothing. Wewe ni kitu gani nani? Lakini hata wewe kaka unayemtesa mtoto wa watu wa kike, wewe ni huyu hapa, hamna kitu. Ni mifupa tu. Tarudi mavumbini rafiki yangu. Kwa hiyo tumia hii theory, inasema binadamu ni nyama zilizosimamishwa na mifupa. Mtu asikutese. Kwa nini akutese? Ana kibali cha kukutesa, alikuumba. Mwisho, God loves you. Mungu anakupenda. Amekupa pumzi, amekupa akili, amekupa muda wa kuishi ambao wewe hujaulipia gharama yoyote. Anza kurudisha fadhila kwa Mwenyezi Mungu. Kuondokana na mtu ambaye asiyekufaa katika maisha yako. Hiyo ni sehemu ya kimungu, na Mwenyezi Mungu atakupa nafasi ya kupata watu wanaostahili katika maisha yako. Mbele yako nilishapeleka posa sehemu 3 na kutoa mahari na nikashindwa kuoa kwa sababu haikuwa nafasi yangu. Nilitumia nafasi hizi nika move on, na nashukuru Mungu niko na familia na mke anayenipenda sana na maisha yanaenda vizuri. Tumia hiyo. Unaweza ukaachana na watu unaoona ni wazuri sana kwako, lakini ni watu wabaya sana kwako ambao hawana thamani ya kuweza kuishi nao. Wewe mwanamke unayesikiliza hii, na wewe kaka unayesikiliza hii, tumia hii. Inaitwa pattern to unlock you from bad relationship. Mifumo ya kukutoa katika mahusiano mabaya. Angalia visa vya Mwenyezi Mungu katika maisha yako. Angalia jinsi ulivyoishi kutokea katika tumbo la mama yako. Angalia jinsi ulivyoishi mpaka hapa ulipo. Yote ni kwa sababu ya neema za Mungu. Usikubali binadamu akuchezee, akufanye kama mdoli, ukashindwa kuyafanya maisha yako. Wewe ni kiumbe. Tumia busara na uaminifu. Nenda kauonyeshe dunia uwezo wako. Na mimi nakuacha kwa kusema hivi: maisha ni kuamua, kujiamini na kuanza. Wewe ni mshindi wa maisha yako. Ni afya bora na kipato imara. Asante.